Jenzi mpo? Jenzi mpo? Kwa hivyo mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Na kwa mtandao mtusaidie. Si ndio? Kwanza hii Kasongo anaogopa nyinyi sana. Anaogopa nyinyi sana kwa mtandao. Iko barabara Ruto amejenga? Iko maji? Iko stima? Sasa akaambiwa na akina Kawaya, wacha tukusaidie tuunganishe mawaya, tukutafutie uongo ya kwenda kuambia waka. Kwa hivyo uongo inatengenezwa pale Ikulu. Sasa akija niibie nyinyi siri ama nisimuimbie? Nimchanue ama nisimchanue? Sasa alikuja pale kwetu Mlimani. Mimi nikapima. Nikaona hii mtu ako na pesa mingi. Na kwetu wanasema ndovu hawezi sikwa na pembe. Lazima ungoe nini? Sasa pale kwa Mlimani nikaongelesha watu kiluka. Nikaita radio inaitwa Inoro. Nikawachanua. Nikasema hii mtu anakuja kudanganya nyinyi. Msisikize uongo bure. Kusikiza uongo ni bei kali. Nikaambia hii Wakikuyu na Wameru na Waembu, kwenda mkutano yake ni ngiri 2. Kumsikiza. Kupiga makofi ni 1000. Kucheka ni 500. Sekuru oye! Sasa nyinyi nataka kuchanua nyinyi. Sasa pale watu wetu walinyoa yeye shilingi bilioni 1. Alipoenda watu wakarudi nyumbani wakasema hatuwezi zika ndovu na nini? Hakuna hata kura moja aliongeza. Watu naendelea kusema mambo ni 1. Sasa nyinyi Wakamba kama atakuja mjipange. Mkiambiwa na machiefs muende. Unasema kabla utoke nyumbani upatiwe 2000 uachie mama. Tumekubaliana? Na msikubali kudanganywa na waheshimiwa. Watapeleka nyinyi, wapewe pesa, wakule, wasime simu, murudi nyumbani. Kabla hujaenda mkutano ya Rais William Ruto kusikiza uongo, ukuwe na pesa kwa nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye namna hiyo? Mimi naomba Wakenya mtulie. Mtupatie nafasi, msituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi na serikali ni moja atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker. There is enough space for all of us. But the most important thing, ndio Kenya iendelee, Ruto must. That is the most important thing. Na yeye ana shida akitupigia kelele ati hatuna agenda. Tuko na agenda. Agenda ni kufukuza yeye kwanza. Kwa sababu Ruto ndio tutengeneze uchumi. Ruto lazima afanye nini? Ndio turekebishe maneno ya matibabu. Lazima Ruto afanye nini? Ndio tuokoe dignity ya payslip. Lazima afanye nini? Ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto. Lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya irudi laini. Ndio turekebishe uchumi. Turekebishe mambo ya matibabu. Hao watoto ya Gen Z wasome. University ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie agenda. Wewe panga agenda yako ya wizi. Panga agenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe 1 term. Harambee. Yani William Ruto na timu yake wanataka kumshika ndugu Rigiji, waseme ati ameincite watu. Kitendo cha kumkamata Rigiji
I want you to know, Kenya kwisha, Kenya kwanza. Tutatoka katika kila pembe. Tutaenda tuwafukuzeni. Why do you want to go ahead? Kwa nini mnataka kwenda nyumbani hata kabla ya uchaguzi? Mkijaribu kumshika Rigiji na hii mlima yote na Mount Kenya South, tuamuke tuseme muende nyumbani, mtaenda. Wataenda, wataenda. Wangapi akimshika Rigiji wataenda nyumbani? So mambo ya matisho, wacheneni na matisho. Follow whatever you are able to do in terms of following the Constitution. Unfortunately for you, Mr. William Ruto, you sought to uphold the Constitution of Kenya. You saw, I must remind you, to uphold the Constitution of Kenya. And some of the things you are trying to do together with your fellow administrators in this failed administration are clearly anti the Constitution, and they are impeachable offenses. Na itakoma hapo impeachable offense, it can even go to the International Court of Justice. Kumbukeni, tulisema this nonsense about abduction lazima ikome. We are repeating it from here, nikiwa nyumbani. Ni lazima mkomesha abduction. Na kama mnaomba msamaha, uwe realistic. You cannot give conditional apology. I want to assure you, nyinyi ndugu zangu, unajua nilikuwa nimeambia mheshimiwa ningekatia hapa, lakini nikasema acha nizunguke kidogo nione vile Kenya iko vile inaharibiwa na William Ruto, kwa sababu sisi ametukera sana. Yangu ni kuhakikishia kwamba ndugu zangu na dada zangu, sisi hapa mkituona hivyo tuko na nia. Jenzi mmejam. Na kama mmejam, one term. Ruto, one term. Ruto Sugoi, direct. Harambee! This team is united. Please have peace. Have peace. And I can assure you, we are going together and we are going to deliver this country out of bad governance. God bless you. Harambee! Harambee! God bless you. Let me teach you some English, Bwana Oscar Sudi. There is something in English called paraphrasing. When you paraphrase, you don't own the words. You are quoting someone else. Bwana Rigiji, our second deputy president, paraphrased someone called Kriegler. Kriegler alisema hivi, ya kwamba if Kenya does not address the electoral concerns that have arisen from the electoral chaos, then come the next general election, that election will make 2008 January chaos look like a Christmas party. That is what Judge kutoka mzungu kutoka Afrika Kusini alisema. Na Rigiji amequote huyo mzungu. So he only paraphrased. And today from Sekuru, from what our bishops have said today, we want to tell William Ruto, if you dare interfere with IBC, if you dare steal this election, basi ile warning ya Kriegler, sio ya Gachagua, that thing can actually haunt Kenya again. Don't take us down that road again. Sababu wewe ukifanya Kenya iende down that road tupoteze maisha. Mali we can recover. Mashamba mnaiba we can recover. And we have an asset recovery unit we are going to really work on. But lives can never be recovered. So hivi leo tuasema yale tunasema kule mbele, it is wazi. Kenya imeamua Ruto must go.
Jana TIFA imeonyesha wazi 75% ya nchi hii imesema Kenya is headed in the wrong direction. Imesema ya kwamba 75% ya Wakenya have rejected Ruto and his corrupt government. Kwa hivyo tunasema Ruto ni so hayo tuataka yale amesema jana ati anaomba msamaha. Mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if ati kama alifanya makosa. Majenzi walikufa hawakufa. Vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gen Zs of Kenya. Na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Semeni one term. One term. Kenya tumeingia kwa shimo kubwa na hakuna njia ingine ya kujitoa kwa hiyo shimo ambayo tulijiingiza sisi wenyewe. Lakini ni sisi wenyewe pia tutajitoa huko. Si ndio? Tumesoma ile masomo ambayo inahitajika. Ujinga itakuwa kusoma somo halafu narudia hiyo makosa tena. Sisi tungependa kuambia William Ruto kwamba there is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha, kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. Sisi tutakubali if you will repent. Ukuje useme uliua nani, uliabduct nani na siku gani. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House. We shall only accept your apology and repentance wakati utaregesha shamba 30,000 ekari kule Masailand ambaye umechukua. We shall only accept your repentance and apology wakati ile shamba ya Ngong Forest ambayo umekata unatengeneza hoteli uregeshe wa Kenya. That is when we shall accept your repentance. So hatutaki kudanganywa. Mimi naona hivi majuzi Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesema vizuri, anawakumbusha kwamba kama mtaiba kura, basi kutakuwa na yale maafa ambaye yalikuwa ile mwaka ya 2007. Alafu jana bunge nzima juzi linakaa masaa 3 kudiscuss Rigathi Gachagua, na Rigathi Gachagua alikuwa anawakumbusha kwamba in 2007 yule mtu alikataa matokeo ya uchaguzi alikuwa Raila Odinga, na uko na yeye hapo. Yule mtu alishtakiwa unamjua wewe mwenyewe. So why are you pushing Rigathi Gachagua mnamdiscuss for 4 hours in parliament? We want to tell you, Rais William Ruto, sisi tumesema wakati ya Gen Z walikuwa nafanya maandamano 25th of June last year, uliita press ukawaambia kwamba unaenda kupunguza maneno ya opulence. Unaenda kupunguza maneno ya opulence. Ukasema utakuwa na mali watu wanaenda harambee kila wakati na kutoa mapesa. Sasa hata mwaka hujaisha umechukua pesa zetu. Kila weekend unapatia wakina Faruk na viongozi wako wanabeba magunia za pesa wanapeleka ati empowerment program. Msamaha jana na tunakataa msamaha kwa sababu
tunai-reject kwa sababu watu ambao ni rika yangu na wengine wadogo kuniliko waliuawa, hawajapewa ridhaa, hawajaweza kutuambia ni nani anaua wananchi wetu, mbona kuna utekaji nyara. Kwa hivyo hiyo kwetu ni kutupumbaza na ni kawaida yake hekala ya Abunwasi. Ya pili ni kukuambia ya kwamba juzi tumesikia kama wakili, tumesikia wanasema wanataka kuhamisha seal kutoka kwa ofisi ya Attorney General. Nataka Wakenya wajue that is a unit of national unity. That's a symbol of national unity. And number 2, hiyo ndo kama signature. Wakiamka asubuhi wanataka kuuza nchi, wakitaka kukopa pesa watafanya ugalagai. Tunataka kuambia Ruto tunawaangalia, tuko hapa ngangari, hatubanduki kama upinzani.